Bwana Yesu asifiwe. Nani alaumiwe? Je, ni Mungu au ni Shetani? Je, ni wewe ndugu yangu au ni mwenza wako? Nilifundisha somo lililopita kwa habari ya ndoa. Sasa leo ninakuja kukuambia nani alaumiwe. Unajua, katika maisha haya watu wengi wameingia kwenye mahusiano au wameingia kwenye ndoa pasipo kujua makusudi ya Mungu kwenye maisha ya kwao. Kwa hiyo sasa inafika mahali mtu amekwisha kuingia, alafu ndio anaanza kujitambua, tayari ameshachelewa. Ndio maana nimesema nani alaumiwe. Lakini jambo la msingi sana ni la kuzingatia, wewe ambaye haujaoa au kuolewa, kabla hujaingia kwenye mahusiano, hakikisha umejitambua kwanza, wewe ni nani, who you are, what is your vision, wapi unaelekea. Na je, huyu unayekutana naye unapomuuliza, kama ni kijana anakuja kufuata wewe, dada, nimekupenda, natamani kukuoa, muulize maono yako ni nini, una mpango gani, what is your future. Ukitaka kujua, akishindwa kueleza mpango mkakati wa maisha yake, ina maana bado hajajitambua, ina maana bado hajajua mustakabali wa maisha yake. Kwa hiyo bado hajajitambua kujua yeye ni nani, hata kwenye familia. Ni jambo la msingi sana. Lakini wewe kijana umekutana na binti, je, yuko pamoja na wewe? Anasapoti vile unavyovifanya? Anasapoti kile ambacho wewe unakifeel, au anakiua na kukiona cha kawaida? Pengine una ndoto za kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini unasema bwana, ninasikia kuuza karanga. Anaanza kudharau kuuza karanga zako, lakini hajajua kumbe kupitia hizo karanga wewe ni wapi unaelekea. Sikiliza, ukiona mtu anashindwa kukusapoti kwa kile unachokifanya na bado hujaingia naye kwenye mahusiano au kwenye mkataba wa ndoa, ndugu yangu, ni vema ukakaa mbali na huyo mtu na uendelee kumwomba Mungu aendelee kukujulisha wewe ni nani, na ukutane na mtu sahihi kwenye maisha yako. Neno la Mungu linatuambia mke mwema hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo kama mke mwema hutoka kwa Bwana, lazima utambue kwamba kila mwanamke mwema aliyetoka kwa Bwana ndiye anayepewa mtu sahihi. Kwa hiyo ni jambo la muhimu na la msingi sana. Vijana wengi leo wanaweza kuangalia maisha ya nje. Mtu ametamani kuona labda piskali, mtu ametamani kuona labda kijana ni msomi, ana kazi, kijana anafanya biashara fulani, ana pesa, huyu ana 200, maisha hayatatusumbua. Ukiangalia maisha kwa nje, maisha kuna kupanda na kushuka. Kwa hiyo ndoa sio maisha ya nje kama unavyoweza kuangalia wewe. Wengine wanaangalia wasema, wao, napendezana naye, tunaweza tukawa kapo nzuri. Sikiliza, usidanganyike na maisha ya digitali. Kaa, tulia mbele za Mungu, omba Mungu akupe mtu sahihi. Lakini kabla ya Mungu kukupa mtu sahihi, omba Mungu akujulishe who you are. Wewe ni nani? Una nini? Wapi unaelekea? Maono yako ni nini? Ukijua maono yako, utakaa kwa utulivu na utajua ni nani aliye sahihi wa kuweza kwenda naye kukamilisha maisha ya kwako. Leo ndoa nyingi zimekuwa ni mikataba, watu wanalia na kulia. Nilicheka sana juzi kati, nikamsikia dada mmoja anaongea mahali fulani, anasema, yaani nilikuwa namwomba Mungu, nasema Mungu nisaidie, mbona ndoa za wengine zinavunjika kirahisi rahisi tu, kwa nini ya kwangu inasumbua, haitaki kuvunjika? Yaani anamwomba Mungu amsaidie ndoa yake ivunjike. Kitu cha kushangaza, anasema yule dada anamwambia mume wake, mimi ninajuta, niliingia choo cha kiume kuolewa na wewe. Lakini yule mwanaume naye anasema, mimi niliingia choo cha kike kuoa wewe. Kwa kila mmoja anajuta kwa nafasi yake. Hapo shida ni nini? Shida ni kwamba hawa watu waliingia kwa namna ya nje, hawakuingia kwa kujitambua wao ni nani na wapi wanaelekea. Mwisho wa siku wanaendelea na maisha, wanashangaa kumbe mwenzangu anaelekea magharibi na mimi naelekea mashariki. Hivi vitu haviwezi vikamachi vikakutana ili kutimiza kusudi la Mungu, na kusudi la Mungu linakuwa halipo hapo kwa sababu ulijiingiza wewe kwa akili zako. Ndio maana ninakushauri leo, wewe kijana, omba Mungu, kaa chini, tulia kwa kutafakari. Mke mwema kutoka kwa Bwana. Mungu akubariki sana, na usiache kuendelea kusubscribe channel yetu ili kuendelea kujifunza na kupata masomo mbalimbali. Mimi ni mtumishi wa Bwana Samuel Magehema, nikitumika shambani mwake pamoja nawe mpendwa mwenzangu unayetufuatilia. Mungu akubariki sana, uwe pamoja nasi wakati wote. Amen.